wenye mahitaji maalum kanisani wamebatizwa. Je, naomba niongele kwa upande wa shule zetu. Je, shule zetu ni rafiki? Ni rafiki kwa watu wenye changamoto za kimaumbile? Ni rafiki kwa watu wenye ulemavu? Je, tunapotoa matangazo kuhamasisha watu kujiunga na shule zetu za kanisa, je, tunawaambia jamani, karibuni watu wenye mahitaji maalum katika shule yetu. Shule yetu ina miundombinu mizuri, ina vifaa wezeshi kwa watu, kwa mfano wasioona, viziwi na wengine. Tumewaita kanisani. Je, mashuleni tumewaita? Tuangalie ni kwa jinsi gani na wanaweza wakajiunga katika shule zetu. Je, vyuo vyetu ni wezeshi? Kwa mfano, kuna chuo kikuu cha Dar es Salaam, wengi wako pale. Tunashauri nendeni. Kuna ushauri kisheria kwamba 3%. Je, taasisi zetu tunazingatia watu wenye mahitaji maalum nao kwa ajili? La mwisho, lakini sio la mwisho kwa umuhimu, naongelea kuhusu machapisho yetu. Ufunuo public. Ufunuo tunachapisha vitabu. Tungependa na sisi watu wasiona tupate maandishi ya nukta nundu. Amen. Yatatubariki sana kuwafikia wenzetu. Kuna shirika hili ambalo ni Christian Record Services. Napata vitabu vile, lakini napata kwa lugha ya Kiingereza. Ni vizuri mkashirikiana nao muone ni kwa vipi wenzetu wanaandaa machapisho haya. Pia kuna njia rahisi. Unachapa kwa kawaida kwenye kompyuta inatafsiri kwenye nukta nundu, unaimboza, inatoa maandishi ya nukta nundu. Mambo yamerahisishwa. Kama tunaweza kutumia simu janja, Ufunuo, tunawaomba vitabu vya wasioona. Jamani, ina mambo mengi. Kwa leo mbarikiwe, na waacha na fungu la Samueli wa pili. Samueli wa pili 9. Fungu la 1 mpaka la 4. Daudi alisema, ni nani katika ukoo wa Sauli aliyesalia? Wakasema, yupo Mefiboshethi. Mungu akasema, nataka nimtendee mema kanisa. Naomba jinsi mnavyotutendea mema, kuna haya tulioongea leo. Kanisa Maria Union Conference, tunaomba haya mambo mzidi kuboresha. Ni mengi mmefanya na haya tunatamani kuendelea kufanya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jamani, mnasemaje kwa mwalimu Agnes? Asante. Sasa hivi nitamuita kaka yetu hapa. Huyu amekuja hapa anawakilisha watu ambao ni viziwi. Tunawaita viziwi, sio wasiosikia au bubu. Maana nasikia pale watu wengi nimewasikia. Wewe bubu, yule bubu anakosa maji pale hapa. Na hilo ni jina la unyanyapaa. Huyu ni kiziwi na wala sio wasikia. Anasikia endapo tutatumia lugha yake na mawasiliano yataenda vizuri. Huyu kwa asili yeye ametoka katika dhehebu letu lile la mdogo. Jina lake anaitwa Abdalhifizi. Ameongoka hivi karibuni. Japokuwa kama Pasalisha aliposikia, kwa kweli kulipata shida katika wokovu wake. Maana wakati anakuja kama alivyosema kwa wanakuja na tamaduni zao, alikuwa akifika pale na ngoja anatoa viatu, anataka kika sasa bila viatu. Ukisema tupige magoti ana kifudifudi. Zikifika zile siku 40 anafuka, lakini tukaenda naye hadi sasa hivi yuko vizuri ndani ya kanisa na ni shemasi ndani ya kanisa. Yeye kaongea machache tu kwa salimia ndani ya kanisa. Anasema hivi, yeye mwaka 2019 aliingia katika kanisa hili la Sabato. Na alipofika akashangaa sana. Akasema kalimani alimuona yupo. Akajaribu kuingia, akajifunza pamoja na jinsi alivyo, akaendelea kujifunza, akawa anashangaa. Basi akatamani siku moja ubatizo. Akaamua kubatizwa.
akabatizwa na akafurahi, na anaendelea sasa hivi kuendelea kufurahia kuwepo katika kanisa la Adventista wa Sabato. Anasema anashangaa vitu vingi tu, kule alikokuwa kwa Waislamu wakalimani hakuna, lakini alipoingia akashangaa wakalimani wako na anapata uhuru. Na akasema akajaribu kulinganisha kwa kule na huku, kwa finali akaona hapa kwa sababu sipati huduma, sipati mafundisho, na mimi ni kiziwi, wanaendelea tu na huduma zao, hapa kanisa la Sabato patanifaa zaidi. Basi katika familia yake alikuwa tu peke yake ambao ni Waadventista wa Sabato. Akawa amefikiria, ikawa ni ngumu katika changamoto za ajira, basi ndio maana akaja hapa tunafundisha ajira katika kanisa la Sabato na anaendelea kunani taratibu. Asanteni, Mungu awabariki. Jamani, tumenyole mikono huyo asikia hata tukisema amina. Anasema kusamani kidogo. Anasema nataka awaambie hivi. Katika Sabato kote, katika mambo ya kuhubiri Injili, hasa katika lugha ya alama, wapo vizuri sana kwa viziwi, tunapata alama vizuri na mawasiliano yanarahisishwa sawa na wanaosikia tupo kitu kimoja. Kwa hiyo tuendelee kujifunza na masisha, tujifunze alama jamani, ili hata kwake mawasiliano yaweze kuwa rahisi, alama kama ABC na alama zingine za kuzungumza, zote hizo tujifunze ili hata yeye apate marafiki wengi na iweze kuwa rahisi kwake kuendelea kushirikiana vizuri na kanisa. Anasema wewe binafsi, ukiwa mwenyewe binafsi, endelea kujifunza taratibu. Nasemaje wakati? Wewe ndio wakalaifuzi. Sasa ningependa kumkaribisha huyo hapa mama. Kwa nini tumemleta huyu mama? Ndani ya kanisa kuna kina mama ambao wanapitia changamoto za kuwalea watoto kama hawa. Sasa hawa wakina mama unaweza kukuta wanakaa mrefu nyumbani. Hata mahudhurio ya kanisani sio mazuri, kwa hawezi kuja. Mtoto kama huyu unamwona mtoto jinsi alivyo, abebelea hadi kanisani, mtoto kutokana na changamoto yake. Sasa huyu mama muda mwingi yuko kule nyumbani hata siku za Sabato. Sasa kanisa kama kanisa tuna jukumu la kuwapelekea huduma kule nyumbani, huduma kwa mtoto na huduma kwa mama, hasa katika mambo ya kiroho, ili na yeye aweze kuwa sambamba na kanisa. Yaani tusimwache kanani na kule nyumbani ana sadaka ananibu, lakini hawezi kuja kutokana na hali hii ya mtoto. Na kwa hiyo katika kanisa letu, hasa katika kata ya Morogoro, tukajaribu tumeunga ni kama kaklabu kwa mama kama hapa. Tunashauriana mambo mbali, hata kukaa kule nyumbani hawezi kukaa tu akimtegemea baba. Watoto wanahitaji nani nyingi sana, pesa nyingi sana katika matunzo. Kwa hiyo tunajifunza mambo ya ujasiriamali kwa baba akiwa pale nyumbani na mtoto wake, labda atafuga kuku au ana kagenge pale katamsaidia, ila tunaanza kusaidiana na baba hasa katika malezi ya huyu mtoto. Huyu aliitwa dada Esther au mama Godwin ndio huyu. Kitaaluma huyu ni afisa ustawi wa jamii, lakini alikuwa ni mwajiriwa. Na mama mshauri anafundisha pale Swahili. Kutokana na changamoto za huyu mtoto, hata kazi imekuwa ni vigumu kwake kufanya. Yuko tu nyumbani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ukimwona mwenzio mlemavu, unadhani wewe hiyo historia haitakupata wala haitatokea kwenye ukoo wako. Ndio maana wakati mwingine inakuwa ngumu sana kuwafikia. Wakati mwingine inakuwa ngumu sana kuwaona. Wakati mwingine inakuwa ngumu sana kujua mahitaji yao. Kama nilivyotambulishwa, naitwa Esther William. Ni mke na ni mama wa watoto 4. Mtoto wangu anaitwa Godwin. Godwin alipata changamoto wakati wa kuzaliwa. Haya magonjwa yanaweza kuja wakati ukiwa mtu mzima, umetoka ukapanda gari ukaondoka likakupata. Haya magonjwa yanaweza kuja wakati mtu anazaliwa, au yanaweza kutengenezeka wakati anaumbika akiwa tumboni kwa mama yake. Godwin alipata ugonjwa huu, unaonekana kuwa ni usonji na ulemavu wa viungo. Ndivyo unavyoonekana. Alipata jeraha wakati wa kuzaliwa, maana nilipitia changamoto ya kukosa huduma kwa wakati. Ana miaka 6. Mkimtazama vizuri ana kitu puani,
hawezi kula kwa mdomo wake, anakula kwa kutumia mpira wa chakula. Wengi tunajua mpira huo, mtu akiwa naye yuko ICU ni mahututi. Mimi mwanangu anaishi nao sasa ni mwaka, na huo umenipa baraka ya kuendelea kuishi naye na kufurahi. Godwin uelewa wake uko vizuri sana. Leo asubuhi wakati napigiwa simu alikuwa shuleni. Nikapiga simu, ninaomba Godwin arudishwe nyumbani. Alikuwa na shangwe sana. Nikamwambia, unaenda kanisani kufundisha jinsi ya kuwasaidia watu kama wewe. Haongei, anakuelewa, anakusikia, anawafahamu marafiki na watu wasiompenda, anawasiliana. Watu kama hawa wanapitia changamoto sana za kiafya. Godwin anakunywa dawa kila siku ya kumfanya apate usingizi. Usipomnunulia hiyo dawa, ana uwezo wa kukaa masaa 48 anakutazama, hafumbi jicho hata kwa bahati mbaya. Hiyo dawa inabidi uinunue kila siku. Wakati fulani inapatikana kwa shida sana. Kila siku unatakiwa uwe na shilingi 2000 ya kununua dawa kwa siku, kwa wiki, kwa mwezi, kwa mwaka, kwa miaka ambayo Mungu ataruhusu itumie. Godwin anatumia dawa za mishipa ambayo lazima itumie kila siku. Yeye na watu wa aina yake wanatumia dawa hizo. Anatumia dawa zinazosaidia mfumo wa fahamu. Hizi dawa kila moja utahitaji kuwa na zaidi ya 150,000 kwa mwezi kuipata. Wakati mwingine hazipatikani, inabidi tuagize dawa. Fikiria huo uchumi ni wa nani? Kanisa lina watu kama hao, wako nyumbani, wengine wanakufa kwa kukosa huduma hizo, na tunao washiriki wenzetu makanisani. Godwin anahitaji mazoezi. Atafanya mazoezi siku zake zote mpaka Mungu atakapoingilia kati. Godwin anafanya mazoezi kila siku, anahitaji shilingi 10,000. Au umchukue kila siku kumpeleka kwenye huduma za bure kule hospitali kubwa za mikoa, au uende private, au utoe hiyo hela kuhudumu akufuate nyumbani. Kwa hiyo mzazi uamue, upoteze siku nzima kushinda kule au ulipe mtu aje hapo. Fikiria, hiyo hela ni leo, kesho, mwezi, mwaka, miaka. Namshukuru Mungu kwa ajili ya Godwin. Amekuwa mwalimu wangu mkubwa. Lakini nawakumbusha kanisa, mnao watu hawa wengi sana, wengine ninaofahamu, wana mahitaji ya kimwili na kiroho, wanatamani kuja kanisani. Mimi kuna wakati wanatamani kuja kanisani, nishawahi kuja naye, lakini nilipokuja naye kanisani nilijiona ninabadilisha ibada za watu, hasa wanawake na watoto. Yaani anamwangalia juu mpaka chini, akifika chini anarudi mpaka juu. Unaangalia mhubiri anahubiri, yeye yuko anahubiriwa na Godwin juu chini. Niliumia siku hiyo, nikasema Godwin, tutasali nyumbani kwenye TV. Mengine ugonjwa. Ni rahisi kwao kupata ugonjwa kila wakati. Mwaka juzi kanisa la Morogoro mjini limefanya kazi kubwa mno. Kila baada ya muda mfupi nilihitaji damu. Mpaka wakaniambia labda kwenu kuna siku sasa. Haipo kwetu, haipo kwa na baba, haipo kwenye ukoo. Baada ya kulazwa tangu mwezi wa 3 mpaka wa 11, kila siku niko hospitali ya mkoa. Ninaambia hospitali ya SUA, ninaenda Muhimbili, ninaingia Mloganzia. Narudi nyumbani siku 2, ninaondoka. Ninarudi, ninaondoka. Siku moja madaktari bingwa wakakaa chini, wakasema tunadhani haushindwi kutengeneza hicho chakula. Tunadhani kuna shida ya ziada. Wakagundua upokeaji, umezaji wa chakula ni shida. Wakaniambia tumwekee mpira au tutoboe tumboni, tuweke kitu fulani, utakuwa unamlisha kwa kupitishia kwenye tumbo, unapeleka chakula. Inahitaji gharama. Na nilikuwa tayari kupata ile hela, maana kuna marafiki na ndugu waliopata taarifa. Lakini daktari mmoja akasema hapana, ile ni operation kubwa na itakuwa ya maisha. Kubali mpira wa puani. Huo unaweza kubadilisha kila mara. Ndio maana leo ana mpira wa puani. Ila una changamoto.
mahitaji ya kiroho, tunatamani kufanya ibada. Nimeshawapa changamoto zinazofanya kutuingia tushindwe kuja kanisani. Tunatamani kuona watu wanatuambia nitakuja kusali na wewe. Hawapo. Natamani kusikia mtu anasema Jumamosi tuna ibada nyumbani kwako. Hawapo. Lakini ni wasafiri. Wanaenda na wenye miguu, wanaenda na wenye afya njema, wanaenda na ambao hawana ualbino, wanaenda na ambao sio vipofu. Kanisa ambalo Yesu alisema nimekuja kwa ajili ya wagonjwa. Godwin anapenda kuja kanisani. Lakini aje. Kuna mwalimu wake mmoja ambaye ni rafiki yake sana, mwalimu Kazagati. Siku moja tuliongea kwamba ikiwezekana awe anakuja na watoto baadhi pale nyumbani anasali na Godwin. Akisikia Godwin siku hiyo anaamka saa 9. Hiyo shangwe hakuna atakayelala ndani. Wanatamani, wana mahitaji ya kimwili na kiroho pia. Wako wengi na wengine ninaofahamu, lakini mbaya zaidi tunachukuliwa na madhehebu mengine. Niwaambie, tunaondoka na tunakwenda taratibu na kwa uhakika. Tunaliacha kanisa letu kwa sababu ya upendo, huruma na faraja tunazozipata kule nje. Wakati fulani nilikuwa nimelazwa niko ICU, nilishangaa kuna kina mama wanakuja kwangu, wamevaa sare zimeandikwa CCT. Wakaniambia tumesikia habari ya wewe na huyu mtoto. Tunataka kuwa marafiki zake. Nenda nyumbani. Leo sisi tunalala hapa. Nenda kapumzike. Leo sisi tunafanya hivi. Wakajaribu kunivuta. Sio mimi. Tulikuwa Waadventista kama watatu. Kuna mmoja ni mkufunzi yuko SUA. Tukaunganishwa kwenye ule mmoja. Tukapendwa na tukapenda. Lakini siku moja tukaambiwa mje tuwatambulishe kwa viongozi wa CCT. Tena imekuwa hivi. Jumapili kuna uongozi mkubwa unakuja kanisani, wanataka kuwatambua. Wanataka kumtambua Godwin, wanataka kubeba huduma za Godwin kama za kwao binafsi. Nikasema hata kama kwa sababu wote amehusika na huyo mtu, sasa hapa siendi. Yaani hapa siendi. Na ikawa mwisho wa mimi na wao. Lakini wapo kina mama wangapi wanabebwa na hizo ndugu? Wapo wazazi wangapi wanaondoka kwenye kanisa kwa njia ya kutafuta huduma kule nje? Tunaomba mtutazame. Tunaomba mtusikilize. Tupeni masikio yenu, tupeni macho yenu, tupeni mioyo yenu. Kesheni na sisi, umieni na sisi, lieni na sisi. Usizani kutoa ile 100,000 na kunitumia nyumbani kwangu itakuwa imechosha kumaliza. Ninatamani kukuona. Ninatamani nikilia nikuone unalia. Wapo kina mama wengi, wapo kina baba wengi, wapo watu wengi wanauguza watu wenye matatizo haya, lakini wamefunga vinywa hawasemi. Wakipita hapa wanasema kanisani hapa wanasali. Ni kawaida yangu kupita hapa Jumamosi. Jamani wako kanisani. Na mimi sasa ningekuwa kanisani. Ningekuwa kanisani. Sasa hizi hapa ninaenda zangu hospitali. Ningekuwa kanisani. Sasa hizi hapa iko hivi, ningekuwa kanisani. Unatamani umsikie mtu anasema nataka kuja kwako, nitakuja kwako, nitasali na wewe, lakini sauti haipo. Asanteni. Tunawaomba, tunawahitaji. Mfanye uinjilisti kwa hata waliolala vitandani. Wako waliolala vitandani, waliobebwa kubebwa kwa Yesu. Tubebeni kwenye vitanda vyetu. Kwa taaluma nilivyotambulishwa ni afisa ustawi na maendeleo ya jamii. Nilikaa nyumbani na nimekaa nyumbani kwa miaka 6 kwa ajili ya huduma kubwa ambayo Yesu amenipatia. Amen. Niko nyumbani hata sasa. Mimi na Godwin na mimi. Asante. Jamani mnasemaje? Ujumbe kwa kweli umefika na nilishangaa tu mwaka jana mwezi wa 10 Dadesa alinipigia simu. Akasema uje hapa nyumbani. Kuna wainjilisti alikuwa amewaandaa kwa gharama zake. Akasema naomba katika huduma yako ninatamani kwenda kushuhudia, kuambia watu wengine kama Godwin habari. Hebu nenda na hawa wainjilisti wakawatie moyo na wakaombe na hawa watu. Mimi nikachukua wale wainjilisti tukatembea nao kwenda kuwatia moyo. Tena mmoja wapo alikuwa ni mwinjilisti Muhali, nimemwona hapa. Mungu ambariki. Na kwa nani tuna kaka yetu hapa. Huyu kaka yetu mwenyewe anajiita Zungu. Yeye anaitwa Newton.
Newton, tuna mtu mkubwa sana hapa. Amen. Newton ni katibu wa SHIVYAWATA mkoa wa Morogoro, yaani shirikisho la vyama vya walemavu katika mkoa wa Morogoro. Kanisa la Adventista wa Sabato tuna bahati kwa sababu katibu ni Mwadventista Msabato na mwazini ni Mwadventista Msabato. Amen. Na Newton yeye ni mwanafunzi wa pale Jordan, lakini pia yeye ni kiongozi wa TUCASA mstaafu. Lakini kwa upande wa kazi ya Mungu ni mwinjilisti mmoja mzuri na amefanya mikutano ya effort na watu wengi wamemwona Mungu kupitia kaka Newton. Kaka Newton karibu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amani kusikia sauti za watu waliokula mchana na wakapata nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ninafurahi kuwa hapa kama nilivyokwisha kutambulishwa, na kwa sababu ya swala la muda nitaenda kwa haraka kidogo, kwa kidogo angalau kwa spidi kubwa kuliko ile ya acceleration due to gravity. Wangapi wanafahamu? Mmeshasahau hapa theolojia ndio zimejaa. Basi kama nilivyokwisha kutambulishwa, naitwa Newton Magaga John. Nafikiri atakuwa amesahau kidogo, lakini mimi najiita kuwa ni Mjerumani kutoka Mwanza. Na wakati mwaka huu unaanza nikawa nasema basi mwaka tu wa kuendelea kubariki, lakini anayebariki mwenyewe ni Mungu. Basi ninyi nanyi kwa kuwepo mahali hapa kupata mafunzo haya, Mungu awabariki sana. Na kundi la watu wenye ualbino, naomba niweke sahihi hii vizuri. Watu wenye ualbino sio walemavu wa ngozi. Namaanisha kwamba watu wenye ualbino wana hali ya ualbino tu. Ulemavu wa ngozi ni kitu tofauti kabisa. Kwa hiyo viongozi wa Adventist Possibility Ministries kwenye machapisho yenu na maandishi yenu mkabadilishe hicho kipengele. Sio ulemavu wa ngozi, ni ualbino. Na muda mwingine tujaribu kuangalia matumizi fulani ya lugha hasa kwa makundi yote ya watu wenye ulemavu. Natamani tutangulize neno mtu kwa ajili ya kuweka utu wake. Mtu mwenye uzimu, mtu mwenye uoni hafifu, mtu mwenye kichwa kikubwa na mgongo wazi na kadhalika. Bwana Yesu asifiwe. Watu wenye albino wanazaliwa, asili yao ni kutoka kwa baba na mama wote wawili. Pale ambapo vinasaba vinapokutana vilivyobeba taarifa zenye ualbino, vinasaba ni jini. Hapo sasa ni biolojia kidogo, ambapo sasa katika mazingira hayo wanapokutana kwa ajili ya kutunga mimba. Katika mazingira hayo pale jini zinapokuwa zinakutana kutoka kwa baba na kwa mama, kutoka katika pande zote mbili, ndipo mtoto mwenye albino anazaliwa. Albino upo duniani kote na upo kwa viumbe vyote, ikiwa ni pamoja na wanyama. Kama haujawahi kukutana na mti au mihindi, mmea ambao ni wa mahindi wenye albino, au kama hujawahi kukutana na tembo, swara wenye albino, siku moja kama itapatikana nafasi tutaonyeshana. Miongoni mwa changamoto tulizonazo ni pamoja na changamoto ya jua. Ndio adui yetu mkubwa wa sasa namba moja, ambaye huyu anasababisha saratani ya ngozi. Na katika mazingira hayo mtu anapata saratani ya ngozi kwa sababu ya kukosa vifaa kinga, lakini pia kwa sababu ya kukosa tiba za awali za kuweza kumsaidia pale anapokuwa ameweza kuathirika na jua. Changamoto kubwa ya pili ni unyanyapaa kutoka kwenye jamii, ambayo kimsingi mpaka kufikia hatua hii sasa hivi kidogo mambo yamepungua, lakini jamii yetu inakosa elimu kuhusiana na watu wenye albino, kuhusiana na watu wenye ulemavu kwa ujumla. Kanisa letu pia linahitaji elimu ya kutosha. Naomba tu nikiri wazi ya kwamba kanisa letu ndio lina huduma ya Adventist Possibility Ministries, huduma wezeshi, lakini bado waumini wote wanahitaji elimu ya kutosha kufahamu kwa kina na kwa undani ulemavu ni kitu gani na watu wenye ulemavu ni watu gani. Kwa hiyo hizi ni semina ambazo haziwezi kutolewa kwa dakika 5, dakika 20, inaweza ikawa ni zaidi ya siku. Kwa hiyo mtu wa Mungu, kama zikipatikana nafasi hizo kwenye makanisa,
tupeleke mapendekezo kwa uongozi ili makanisa yafundishwe waumini wake na waelewe, kwa sababu leo huwezi jua nani yuko katika kundi hili. Na ya mwisho kabisa, katika upande wa watu wenye albino ni changamoto ya uoni hafifu, ambayo hii ni asilia. Hii haitibiki kwa namna ya kidaktari, lakini Mungu tu alitoa hivyo. Wakati mwingine unaweza kukutana na mtu mwenye albino akawa unamuona na jicho fulani la cheza, ni kwa sababu anatafuta focus yake ni kutaka kuona vizuri, kwa sababu mwanga unaingia katika macho, na kwa sababu ya kukosa melanin haliwezi kuhimili vizuri. Kadhalika ngozi, kwa sababu ya kukosa melanin ambayo ni rangi ya asili ya ngozi, kwa maana haiwezi kuhimili. Kila jamii ina rangi yake ya asili. Waafrika rangi yetu ni nyeusi, na jamii nyingine zina rangi zao, kwa pamoja na wazungu pamoja na wahindi na watu kutoka maeneo mbalimbali. Kwa hiyo katika kusema hayo, cha mwisho cha kumalizia ni hiki: makundi ya watu wenye ulemavu yana changamoto mbalimbali, ikiwa ni pamoja na changamoto ya miundombinu ambayo itakuja kuongelewa na rafiki yangu hapa. Kwa hiyo niwaombe kanisa langu la Waadventista wa Sabato, tunapokuwa tunajenga miundombinu yetu tuzingatie pia mazingira kwa ajili ya watu wenye ulemavu katika namna moja ama nyingine. Wapo wenye vichwa vikubwa na mgongo wazi wanatumia wheelchair, pamoja na watu wengine ambao wana ulemavu wa viungo na kadhalika. Ofisi yetu ya Shibewata ipo pale CCM mkoa. Tunapatikana hapo kwa uhitaji wa elimu zaidi na kujifunza. Tunaweza tukashirikiana na tukaelimishana kwa ajili ya ufanisi zaidi. Wakati fulani mtu mmoja akamuuliza Yesu, ni yupi aliyetenda dhambi kati ya mzazi aliyemzaa mtoto kipofu au huyo kipofu ndiye ana dhambi? Yesu akajibu akasemaje? Alijibu akasemaje? Mungu awabariki sana. Asante wewe Mr. Newton Msungu kutoka Mwanza. Kutokana na muda nitamkaribisha huyu, yeye ni anawakilisha watu ambao ni walemavu wa viungo. Atazungumza kidogo. Yeye anaitwa Mr. Makondo, ni mfanyabiashara maarufu sana, na atazungumza kidogo. Yeye ni mshiriki kutoka. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Mimi naitwa Jumanne Abdalla Makondo, ni Muislamu ambaye nimetoka Uislamu kuingia Usabato baada ya kusikia neno kwenye mikutano ya makambi. Neno liliniingia mpaka nikawa mshirika tangu tarehe 17 mwezi wa 11 2009. Mikutano yote ya makambi kuanzia Kongoe, Iringa, na mwaka jana tumeenda Kongoe, mimi pamoja na mama mhudhuria makambi. Ila changamoto yetu kwa walemavu wa viungo, tatizo kubwa, nimepita katika makanisa ya Morogoro, juu ya ngazi za kuingilia ndani ya kanisa. Nitete wanatuwekea ngazi zingine. Kuna kanisa moja nimeenda, ilitaka kuteleza mpaka shemasi ananishikilia. Sasa tendo hili naliomba viongozi wa makanisa yetu ya Wasabato niangalie hili vyoo. Nimewahi kwenda Kongoe, wameandaa kuna vyoo vya sisi walemavu wa viungo, wametuwekea thinki zilizo kukaa. Sasa ukiangalia mtu kama mimi kuchuchumaa siwezi, sitagaragara chooni. Sasa hapa pamekuwa tofauti. Tunaomba viongozi katika mkutano huu mchukue wazo letu kwa niaba ya walemavu wa viungo. Sina zaidi. Bwana asifiwe. Jamani, Bwana asifiwe. Kitu ambacho ninafurahia kufanya kazi na hawa watu, yaani kwa kweli wanafanya kazi ya Mungu kwa kujitoa, na tuko nao bega kwa bega. Mwalimu Agnes haoni, lakini kila wakati tunapoenda kushuhudia, kuwaona watu tuko naye, tunafika mahali kuna walemavu nini, ananinong'oneza, anauliza hivi hawa wakoje? Basi mimi namweleza kwa labda kuna mtoto mlemavu, kuna mtu hivi na hivi, namweleza, lakini kwa macho ya imani analichukua, tunafanya huduma, tunasali, tunaondoka. Mungu aweze kuwabariki sana, wanajitoa sana kwa kazi ya Mungu. Mungu aweze kuwabariki. Basi kutokana na muda wetu ni mdogo, na hadi tumekula muda wa wenzetu, basi bila kupoteza muda sisi tutaondoka. Ninapenda kuwakaribisha kipindi ambacho kinafuata.
Mungu aweze kuwabariki na wote ambao tumeongea, tunaomba tukamkayafanyie kazi, na tunashukuru wachungaji wote wako hapa